I want to disabuse what my other brother stood here and talked about why Kenyans are angry and why they should not make decisions when they are angry. I want to tell you that Kenyans indeed are very angry, and everybody is worried why Kenyans are angry. But nobody is coming up with the truth on why Kenyans are angry. Actually, Kenyans have been recently voted as the most angry society in Africa. Anger comes as a result of unfulfilled expectations. Come on, if you promise people something and they know the resources are there and they know that the technical expertise is there and nothing is happening, so what are you expecting? In anger, then you keep telling people crazy things. I wish that brother was here, like producing 1 million chapatis, nonsense things that people don't want to listen. They'll get angry. So stop asking yourself why Kenyans are. Kenyans will continue being angry because they are going through a period of unfulfilled expectation. Hiyo itakaa namna hiyo. On the issue of money, money will always be an issue everywhere because these are resources. Resources must be limited. But the question is, where are the priorities? Government taxes people so that they can do their social programs. But now the question is, if you are taxing people and people are feeling they are being overtaxed, then how are they going to be peaceful with you? Clever people don't rise, they don't increase taxes. They expand the tax bracket. So somebody talked about expanding the tax bracket, and you didn't explain. You thought, I think you were telling people that raising taxes is expanding the tax bracket. No, 85% of Kenyans, or at least higher than 85% of Kenyans, are unbankable. What you can call loosely as useless eaters. They live mostly in our rural areas, where somebody has no economic opportunity or activity, but they can get something to eat on a daily basis and then go home without money in their pockets. Naenda kwa shosho yake hapo, anakunywa osoro, naenda huko kwingine anakunywa mrisiki, kula viazi, naenda mtoni anaoga, naenda analala na hana pesa, not contributing anything to the economy. Now, you don't get a solution by increasing taxes. That is stupidity, and that is a wrong way of thinking. You move the people from the non-money economy to the money economy so that they can be able to contribute either directly or indirectly. That way, you will have money. President Kibaki made a very simple experiment when he said now government will not borrow locally. You banks, the money you are keeping, give it to these people. Then a lot of people were able to do business. So they were either paying taxes directly or indirectly. And he got money. But you cannot come up with the useless policies of saying now the few, the 15% who are in the money economy, you are going now to increase taxes on them and you call that expansion of the tax bracket. Finally, as I finish, let me touch on this issue of NG CDF. I don't see any problem with MPs being given CDF. The problem with CDF or the other kitties that are being given around is in the management. The law is very clear on how you are supposed to utilize this money. And MPs who have properly utilized their money, if you go to their constituencies, people are going there to benchmark. Others are even saying it is not possible for somebody to effectively use CDF to better the lives of their people. There are even ridiculous people who are coming up with those things in parliament. Ati huyu mtu na hii pesa ya CDF anawezaje fanya maendeleo ya wananchi? Now you wonder huyu mtu alizaliwa wapi mwenye anaongea hiyo, na ni mjinga kiasi gani? Na yeye amekuwa mbunge miaka ngapi na amepewa pesa ngapi na amefanya nini kwake? The MPs who have been in parliament for more than 15 years
hata wajajenga just a bridge ya kupitisha maji kwao. Now they are wondering, huyu mwenye amejenga mashule na watoto wanasoma bure ametoa wapi pesa? Pesa iko, but now it's being poorly managed. So don't belabor the fact that MPs made noise na wakapatiwa. Put your MP to task, akuambie for the 3 terms umempigia, for the 2 terms ni nini imefanyika kwenyu, to the extent that they can carry themselves in VXs to go and benchmark in a constituency in another area. Kwani yeye ako na kichwa mzuri ama hiyo komiti yake is full of people who can't reason and plan and execute? So as I conclude, as a minority member, as a minority leader of Bunge la Mwananchi, I'll tell you this, that we are a pressure group and Bunge la Mwananchi is not pro-government. So if anybody comes here purporting that yeye ni member la Bunge la Mwananchi na huka serikali mkono, yeye ni kumbafu na hajui Bunge la Mwananchi ni nini. So as members of Bunge la Mwananchi, we are here to check the government because we are a pressure group. Mahali serikali inafanya vizuri, tuwezi wapigia makofi. Kazi yetu ni kungojea mahali wanafanya vibaya, then we check them. So hatuwezi kusema ati tunashukuru hii serikali. No, it is their duty to do that. Sisi kazi yetu ni kungoja tu mahali wanafanya tu vibaya, hapo ndio tunaingilia. Thank you very much. Thank you very much. Bunge Power. My name is Dennis Sagini na ingine naitwanga Matiang'i Junior. Shida ya Kenya ni viongozi. Shida ya Kenya ni viongozi ambao tumechagua. Namalizia tu bunge ya Mwananchi. Ile kitu kilioko tunaangalia wale wa jamaa tulichagua kwa bunge ambao ni members of parliament. Kazi yao wao sio wanaangalia kazi yao ni gani. Kwanza kitu inaitwa NGCDF haiko kwa position. Kazi yao is oversight, making bills into the law na legislation. Mambo zingine waachie county government. Pesa zote ziende kwa county government. Shule, funds, everything. MCA ndio wanachua watoto wako kwa kijiji. Sifanye kazi. Kazi yao wapitishe zile bills ambazo zinasaidia mwananchi wa chini. Hata saa hii tumewapatia muda wa kuongezea pesa na hizo pesa za CDF ndio wanatafutia umaarufu huko chini. Mtu anakuja na pesa gunia na mwaka na hata kuna kitu anafanya. Tunataka kila mtu afanye kazi yake. Kama mimi mwananchi nafanya kazi yangu, kuangalia watu tumechagua wametufanyia nini. Benchmarking ya kila mtu inaonekana hii Kenya. From the president to the executive, from executive to the legislation, from legislation to the judiciary. Patchmaking, tunawaangalia nini? Sana the president uko juu, naangalia kazi yake. Kazi yako umefanya nini? Mpaka saa hii. Mpunge kazi yako nini? Itakuwa parliament ambayo itaenda kwenda nyumbani yote. Itaenda nyumbani yote. From members of parliament, governors, kama hujafanyia mwananchi kazi, home. From the president, kama hujafanyia mwananchi kazi, home. Hata ukikuja na pesa kumwaga shauri yako. Sisi tuko na pesa zetu, tunalisha familia zetu. Hata ukinipatia pesa gunia hizo za zingine naweza weka moto. Hayo nikwambie. Kwani pesa ni nini? Wazee, pesa ni nini? Pesa haisaidii kitu. Umesikia? Pesa haisaidii kitu. Ile kitu tunataka ni maisha yako. Saa hii ukigonjeka saa hii, uende hospitali upate kuna dawa. Ukichukua mtoto kwa shule, kuna kitabu ya kuandika. Umnunue uniform, aende shule. Sasa mtoto akienda shule na hakuna darasa, atasomea nini? Hakuna dawati. So wale wanacheka tunawaambia hivi, ninyi ndio mnachagua viongozi ambao hawafai. Sasa viongozi ambao hawafai. Wale wanacheka hapa, inataka mtingize vichwa zenu, muone kama kuna kazi inafanya kwa vichwa zenu. Kwa maana you fought to the wrong people. Watu mnafuata psychopaths wako hapa. Unafuata psychopaths kwa ODM, wewe uko nyuma ya mtu, na unataka kuangalia kiongozi wako anafanya nini. Sasa unasema niko proud best government and you are still poor person. Unalialia hapa Chivanje ni uchi. Why can't you work as people of this country, tupatie serikali revenue ya kutosha bila wanataka watufanyie miradi. Lakini hatuwezi toa our tax tupatie serikali na ifanye kazi.
na investors in this country is worrying. Naambia wale mapapa zangu wako hapa na mandugu zangu, sikiza, mandugu zangu wale wako hapa, as Matiang'i Junior, a young man who want a change to this country, kitu nawaambia ni hiki, tubadilishe uongozi tafadhali. Na members of parliament, tubadilishe constitution. Tunataka members of parliament to be independent, wasigombee chama chochote. Wakienda ile nyumba wasiende kukua sycophants wa watu wengine, ndio watameki kazi inaitwa legislation. Lakini kama tuko hapa tunaongea ati wapunge wapunga wafanyi kazi na wako mmoja kwa UDA mwingine ODM, si wanasikiza viongozi wao? So we want members of parliament to change the constitution to have members of parliament independent, kazi yao iko oversight, sawa sawa. Lakini vitu zingine hapa wananchi mkipiga siasa ni kama ukujikaranga wenyewe. Na ile kitu kilioko, ripoti ya NADCO hapa anaitepo mwezi wa 6, hivi karibuni tunakuwa na referendum. Sasa wananchi wapendwa, Raila ako anapiga miguu mizuri, anapiga kabisa, iwake moto. Mwezi wa 6 kuna referendum. Sawa, asanteni. Asante sana Bunge Power.